Habari, karibu kwenye chaneli yetu kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kujengana. Na leo kuna swali hili hapa, linasema use binomial theorem to expand the followings up to x square, then state the interval of values of x for which the expansions are valid. Kuna swali la kwanza, kuna swali la pili. Kama kawaida, mimi nitafanya kipengele A na wewe utajaribu kipengele B. Nimepokea na jibu lake lipo hapo. Kwa hiyo mimi nitaenda moja kwa moja kwenye kipengele A. Tumepewa swali ambalo liko kwenye mtindo wa fraction, lakini sisi formula yetu tunajua tunaiandika hivi: 1 plus u power n sawa na 1 plus nu plus n minus 1 over 2 factorial u square, na ametaka tuishie x square. Haina shida, tutaishia hapo square. Kwa hiyo swali letu sasa, ili liendane na hiki tulicho nacho, inabidi tuondoke katika muundo wa fraction. Kwa hiyo tutakachokifanya, tutasema ni square root of 1 plus 2x over 3. Ili ni swali. Hii ni sawa na 1 plus 2x power a half times 1 minus 3x power negative 1 over 3. Kwa hiyo tumelisplit, limekuwa na sehemu mbili, tumelitenganisha, imekuwa na sehemu mbili ambazo zinazidishwa. Kuna 1 plus 2x power half na 1 minus 3x power negative 1 over 3. Kwa hiyo tutaenda kutumia formula yetu ya binomial kuexpand pati zote mbili, pati zote mbili katika sehemu mbili tofauti. Kwa hiyo tutaanza na hii 1 plus 2x, ambapo ukikompare na binomial, maana yake value ya u ni 2x na value ya n ni a half. Kwa tutatumia hiyo formula yetu. Kwa tutasema ni 1 plus n ni a half times 2x, utapata x, then plus a half times a half minus 1 2x square over 2 factorial. Kwa hiyo tutafika mpaka hapo. Unaweza ukasimplify, maana yake 1 plus 2x, ukifanya simplifications mwisho wake utakuwa na 1 plus x then minus x square over 2. Yeah. Kwa hiyo hii ni expansion yetu ya kwanza na tumeomba tuishie x square. Tukienda expansion ya pili ambayo ni 1 minus 3x power negative 1 over 3. Wanafunzi wengi huwa tunasahau au wanasahau, mnasahau kwamba hii ni 1 minus 3x. General formula ina plus kama mnavyoiona hapa juu. Kwa hiyo n ni negative. Kwa kumbuka hiyo unapofanya comparison, n ni negative 3x, sio positive. Usichukue namba hii tu peke yake ukaacha negative wakati hapa juu pana plus. Kwa hiyo kumbuka kuiconsider hiyo negative sign. Kwa hiyo n negative 1 over 3, u ni negative 3x. Tutaenda kufanya substitution yetu kwenye formula. Kwa hiyo tutakuwa na kitu hiki hapa 1 plus minus 1 over 3 times negative 3x, maana hiyo ni sehemu ya u. Baada ya hapo tutakuwa na minus 1 over 3 negative 1 over 3 minus 1, then tuenda kuweka minus 3x square over 2 factorial over 2 factorial. Kwa hiyo itakuwa namna hiyo. Kwa hiyo hapa tutakuwa na 1 minus 3x power negative 1 over 3 equals to ukifanya simplification yako hapo utakuwa na 1 plus x na hapa napo kutumia calculator utapata plus 2n sorry, not n, tuifute, ni 2x square. Kwa hiyo ndio term yetu ya mwisho, tumeambiwa mpaka x square. Sasa tunaenda kutafuta product, kwa sababu mwanzo swali lilikuwa linasema ni 1 plus 2x power a half na 1 minus 3x power negative a half. Sasa hizi mbili tunaenda kuzizidisha. Expansion ya kwanza ambayo ilikuwa ni 1 plus x minus x square over 2 times expansion ya pili ambayo ni 1 plus x plus 2x square. Hapa wanafunzi wanajichanganya, ila mimi ujanja wangu ambao nitaufanya hapa, yani term ambayo inanipa x cube siichukui, ili kupunguza pia mambo mengi. Kwa mimi nachukua terms ambazo nikizizidisha highest exponent of x is 2.
Kwa ile ambayo highest exponent is 3 mimi naachana nayo. Siitaki kabisa. Kwa hii moja nikizidisha hizi terms zote tatu nitapata hizo terms zote tatu hizo 1 plus x plus 2x square. Nikija hii x nikizidisha hapa sitazidisha hii term ya mwisho kwa sababu inanipa cube. Kwa nitazidisha term ya kwanza x times 1 na x square. Basi. Then nikija hii ya mwisho nitazidisha na 1 x square over 2 na okay, hii ya pili na tatu sitazidisha kwa sababu nikichukua x square times x napata x cube, x square times x square napata x power 4. Kwa hiyo mimi naandika tu kwamba bwana terms zinaendelea ila mimi sina interest nazo. Kwa hiyo nitaandika 1 plus 2x, hii ilikuwa ni square root, hii ikawa ni cube root ya 1 minus 3x like that. Ukifanya simplifications ukichukua okay itakuwa ni 1 plus 2x 1 plus 2x ukichukua 2 plus 1 ni 3 minus hiyo utakuwa plus 5x square over 2. Yes, expansion yako itakuwa namna hii hapa. That will be your expansion. Sasa hili swali bado halijaisha. Tukirudi hapa juu, swali letu linatutaka tutafute interval ambapo value of x ambazo zinafanya function yetu iwe valid, yani swali zima. Hili swali lina parts mbili lakini tunataka tuone sehemu ambapo chote hichi kitakuwa valid. Maana value x itakubali ukiiweka huko ndani. Ina converge. Kwa wewe utakachokifanya utazitenga. Naomba nipige mstari hapa. Utazitenga. Utaanza na 1 plus 2x e power a half. Mimi naandika hivi, this is valid when tunajua 2x absolute ni less than 1 kwa sababu tunajua kabisa hichi kitu ni sawa na u kutoka kwenye formula yetu hii hapa juu. Hii formula hii yani hii always, naomba ni zungushie na red pen. Hii formula always ina converge na ni valid wakati ambapo absolute of u ni less than 1. Hii tulishasema kwenye video zetu za kwanza. Sasa tukikompare na swali, maana yake kwa hapa case hii x ni. Kwa hiyo ukifanya simplification hii ina implies interval yetu negative a half kwa first part na positive a half. Na tukija huyu mwingine ambaye ni 1 minus 3x power a half, huyu tutasema inakuwa valid wakati ambapo absolute of negative 3x is less than 1. Nadhani sio mnaielewa hiyo. Absolute of negative 3x is less than 1, au kwa lugha nyepesi absolute of x ni less than what? 1 over 3. Kwa ukiandika vizuri maana yake inakuwa negative 1 over 3 less than x less than 1 over 3. Sasa ziko mbili, interval ziko mbili. Kuna hii alafu kuna hii. Kuna interval number 1 hii hapa na kuna interval number 2 hii hapa. Tunachukua ipi? Ndio swali ambalo mtaalamu mwingine kama wewe unayenisikiliza unaweza kuwa unajiuliza. Tunachukua interval ipi? Interval ambayo utaichukua lazima ikubali function zote. Hicho ndio kitu ambacho inabidi ukijue. Yaani hauwezi kuchukua interval ambayo kuna namba ukiweka kwenye pati mojawapo series haiconverge. Kwa hiyo lazima interval unayoichukua ikubali na hizo zote, pati zote ya numerator na denominator, au kwa lugha nyepesi ya kihesabu topic ya set, au siku hizi syllabus mpya wataalamu wanaita chapter ya set. Tunasema chukua intersection ya hizi set mbili kwa sababu minus a half x a half hii ni set. Kwa chukua hii set nenda ka intersect, ngoja nitumie brackets za set kabisa. Set ndio itananili vizuri. Yes, nenda ka intersect na minus 1 over 3 x 1 over 3, automatically tutapata negative 1 over 3 x 1 over 3, na hii ndio njia rahisi kabisa. Kwa hii interval itakubali kote, hakuna value ambayo itakataa kwa sababu hii ni seti ndogo iko ndani ya hii seti ya kwanza. Kwa sisi tutachukua seti hiyo. Kwa hiyo seti swali letu
linakuwa valid kwenye interval hii hapa, -1/3 x 1/3, ambayo wataalamu wa hizi alama wanaiandika hivi. Yes. Basi nipende kuwashukuru na kuzidi kuwakaribisha kuendelea kulike, kucomment, kushare, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube Math Pro Community ili endelee kupata watazamaji wengi, ifikie vijana wengi wa advanced mathematics, tuzidi kusaidiana. Naitwa Mwalimu Augustine Kamima. Asante.